kaka. Bora unapambana. Yaani mimi nimeshachoka kupanga matofali kaka, sisi siku moja tu upange. Bwana, unapambana matofali. Kama naona ni kama ni kujenga bora kujenga alafu matofali kwanza hayana choka. Alafu kaka mimi sipendi. Sikiza, watabia kushare kidole wacha. Sasa sikia. Tako utenge muda kidogo uende kwa ile dogo dukani pale. Mchekeche namna unafanya fanya mazingira ule na unga. Sawa? Umeona? Umesemaje hapa? Umesema tafuta unga, mimi nipange matofali. Niko zero. Usijikweza kuna mchongo nimsikilizia tulia basi. Sawa, kuna mchongo nimeelekeza fresh wewe kampange dogo ufanye mazingira hapa. Itoka nini ule mazingira sawa? Sema hamna shida kaka, mimi na wewe tena. Chibode. Sasa ndo unifinye mashavu. Sema mwanangu milisi kwa maza. Hiyo maza anakuwa mnene, anakuwa mnene na kwambia hizo za binti yako acha kabisa. Uwepo. Sasa mchezo mnasikia. Ili tu nikachukue unga. Zingatia mdogo wangu. Unajua hapo natakiwa uchekeshe. Kuna muda mwanangu mambo yanakwama. Harakati mtaani kwa sigomo. Unaelewa? Fanya hivyo mdogo. Hosi. Sawa. Akiingia kwenye nguvu ama mchele kutosha masoda manini hakika hapa sherehe. Ni baadaye mimi mazingira yake. Kuna mtu anajikosha mdogo wangu. Ila kaka. Haya bwana, utafanyaje sasa ndo kaka? Sema kwa jumba kwa ulisa hapa na maza ilisingua. Aliza kiwanja hapa atuachia huku. Sasa wewe uone amekuachia na matofali baada ujenge hata nyumba ya maana. Kujenga wewe. Kujenga sio kazi ndogo hii. Kaka sio. Tutaweza kumchekecha mtu yani tukapata kiwanja tukajenga. Sema kama kuna kiwanja maza unajua kabla kiwanja fulani shamba. Ngoja mambo yakienda kinipindia tunaanza kiwanja tunajenga. Hata tu tunaona nilili hata mtaani wanajengea msingi. Chimba msingi. Sasa wala kwenye msingi wala mawazo yako. Yaani hata akili. Mimi nakuwa ushauri afu unanikosoa. Fanya mazingira ya unga bwana. Ndio sikuelewe. Kujenga sio buku, kujenga kwa rangi wewe. Na sasa hadi na mavumbi jamani kwa hiyo ndio unanifanyia mimi makusudi. Sijazoea. Sasa mwisho wa sigara wenyewe nakufanyia nini? Alafu nikikwambia nivute unanikataza. Hauwezi. Alafu nikukuta unavuta. Siku moja nikukuta unachezea vitu na kuua. Pita tunaona mtaa babako au vipi? Mtaa babako mtaa unye, alafu sisi tunaishi na wewe. Tunaishi na kibamba yani sana. Safi hapo usumbuliwa ni chumba tu mwana. Kuja kwenye shughuli na box au sio? Unaenda Isarau. Unaenda Isarau. Ya suara. Tuwahi kurudi nyumbani sasa tunakaa hadi mchana. Sasa hivi tulale ndani tusitembee akati katupa chini. Ngoja nitafanya kitu.
Mambo familia. Itakuwaje familia? Chwari mama. Kwa sister. Nyama. Tupo mwana. Kwa sana. Sana. Wasema nini? Ndio. Sio kazi wala nini. Kuna mwamba huko analeta pigo sizielewi. Hebu nipangilie tu nikaje. Mimi mwamba sijamuelewa kama hivi, ndio maana nikasema nifike hapa kwanza. Angalau unaweza nikapata chochote. Yeah, alikuwa anafanya nini? Anazingua, mwamba anazingua. Sasa anazingua mwanangu, sio kucheza naye mwanangu, umeshinda kucheza naye mpaka unakuja hapo mwanangu. Sasa ndio maana nikaja kwako. Utakuja upewe kila taarifa tunawafuata nyuma nyuma. Jamani, hata tuseme ndo kulala hadi sasa hivi. Karibu. Asante. Sasa fanya uniwekee unga mchele kilo 1, unga nusu na maharage robo. Mimi siwezi kukuonyesha. Mara moja tu ya mwisho. Yaani kaka akipokea mchongo wake, bwa, atakuletea hela. Hapana. Haya maneno tumeshaongea sana hivi. Mimi siwezi kuwakopesha tena. Moja bwana. Unaelewa Kiswahili au mpaka niongee Kiingereza? Sasa nisikilize. Hapa tufanye kitu kimoja. Najua uwezo wa kunilipa. Tufanye tu kubadilishana. Kubadilishana? Kubadilishana. Unamaanisha nini? Kaka akija tunachukua sigara bure na ukija chochote utakachohitaji. Ila na mimi unipe ninachohitaji. Yaani hapo ungechelewa hivi. Nilikuwa nakwambia mimi. Wewe. Basi sawa. Ngoja nikuhudumie. Sawa. Sasa hapo nipe unga kilo 5, mchele kilo 2, maharage kilo 2 ili nisikusumbue sana. Okay, sawa. Mimi ndakupatia hivyo vitu, lakini uwe mkweli basi baadaye uje. Sawa, nitakuja bwana na wewe. Uje jioni eh? Umeelewa? Umeelewa? No sir. I behave. School fees. Au sio? Sheria mtangu unasemaje wewe? Changamka. Nishaelekeza nini kwenye mtangu wewe? Sinywe pombe. Sasa imekuaje mbona nyumba asubuhi? Amna siombi. Uyombe si ndio? Sheria mtangu unasemaje? Shuka chini. Toka chini wewe. Jibu kama unavyoulizwa. Sheria mtangu unasemaje? Wauza majeneza utapata cha kufanya. Ngoja. Sheria mtangu unasemaje? Hakuna kunywa pombe asubuhi. Haya ongea Kiingereza. La safari never die. Rudia. Rastafari never die. Haya, potea hapo. Changamka hapo vijana. Potea wewe. Bado ukizingatia sheria kijana.
Nini? Atuchekeshe sisi. Hebu niache niende huko. Unanifokea? Wewe shangazi kaja nini? Shusha mzigo chini. Shusha mzigo chini. Wewe nini wewe? Mishoga yako au? Nini sasa? Unajamini nini wewe mchumba wewe? Shamba moja. Kuku mdonde kasoro mayai. Chaku. Babu wewe. Vipi, mbona kimbia ovyo? Nini shida? Zungumza unaona. Dada Shida nini? Zungumza unaona kimbia tu usiweki. Shida nini? Nilienda kuchukua vitu kaka. Wapi? Nikawaje sasa? Nikakutana na mtu akanipiga hapo akachukua vyote. Nini? Ndio. Wapi? Alipata jina kupiga nani huyo? Mfupi hapo mweusi. Wewe hujajua kumgusa huyu mtu anatoka. Hapo sasa. Hatuna muda wa kupoteza. Anyway, tuongoze. Wapi sasa? Wapi? Huku. Ndio nilimkimbia huko. Twende. Mke wangu wewe njoo hapa. Mbona jua kali? Ndo wakati wake. Ndio uko unazurura huko. Huko unazurura na ile jua nilikuwa naume. Chaki kuzurura. Ndio utumishi kazi tuloichagua. Kwa inabidi tuifanye kwa moyo. Mimi namba umetoka wapi? Nitoka huko kituoni. Nishakwambia huu ujumbe wako mpo uache jamani. Kituoni kufanyia kama sio kuniletea mabalaa mimi muna. Wala hata usiwazi. Hii ni kazi tunaipenda, tumechagua wenyewe lazima tuifanye. Au unachukizwa na hili mke wangu? Kila siku tu makisa yasio hata yaani hata eleweki. Leo hili kesho hili hata upati muda wa kupumzika. Yataisha mke wangu, ni swala la muda mfupi. Usichoke, sawa? Niambie. Kuna yote alikuja kuniulizia hapa? Kweli hapana. Basi inawezekana leo mtaa una amani. Napenda kuuliziwa, baadaye ushukuru Mungu umekaa leo umetulia umetoka kuingia ndani sasa ulale. Hamna, ukiwa mjumbe kuna kazi ambazo unatakiwa kufanya. Ukilala tu na mambo yanalala. Mwisho wa siku utalaumiwa. Haya baba ikae. Utaambiwa mjumbe ufanye kazi na nini, Au unasemaje kuhusu hilo? Au unaenda huko mjini hata machungwa au mletee mke wako. Siwazi, narudi muda so mrefu. Tena unarudi tena mjini? Naenda kwa ajili ya kufuatia matunda. Huko mjini kuna hamna kwenda. Kwani hamna vibanda huko? Vibanda vya hapa machungwa sio mazuri. Inabidi nifuate mjini nikuletea kutosha. Basi sawa, nitakupa hela ukanunue mwenyewe. Usije hapo kaniahidi afu ukajisahaulisha. Hela yenyewe atakuwa na chenchi huko. Hivi hela gani sio na chenchi? Haya sawa. Nataka ulete chenchi yangu sasa hivi. Sio naenda huko afu unaniambia mara hawana chenchi nitafuata jioni. Hiyo hapo. Mume wangu naona ninapokupendea hapo. Nishaona ila hapa nishachanganyikiwa. Sawa, usichanganyikiwe mama. Kafuate matunda ule. Ngoja kwanza ngakusongee ugali. Haya sawa. Mjumbe nimepolwa mimi simu yangu. Nimepolwa mimi. Umekabwa ulikuwa unatoka wapi? Ule
Kule sehemu gani? Sasa tukimwambia kula atajua. Mjumbe, mimi nimepola simu yangu nimekabwa nimeumizwa. Mbona unakuwa hapo Haya serious? pole dada. Hebu mletee kiti akae hapa. Tunamaliza Mbona kutulia lakini umeona kabisa umelirelax. Tutazungumza usiwe na shida. Kangu hebu mletee kiti akae hapa. Tuzungumze vizuri. Sijui hao watu walikuwa wanatoka wapi kwanza. Najua lote hili hao jamani. Ndio naomba unisaidie, mimi simu yangu inaenda. Nimekabwa nimeumiza basi wazi lakini naanza simu yangu. Hebu tulia dada, uelezee vizuri. Mimi nimekabwa, nimepola simu yangu hata siwazi kukabwa hapa sasa hivi naanza simu yangu inaenda kule. Haya pole dada, simu itapatikana, tutafanya utaratibu wote simu tutaipata. Ni sehemu gani? Kule mtaa Kamangi kwenye kona. Kwa sababu ushafika kwenye uongozi, hili swala litafanywa kazi, mwisho wa siku utapata simu yako. Nao vijana watakamatwa na hii tabia itakoma kabisa hapa mtaani. Lini sasa unampata hapo? Unampata wapi? Umekaa hapo jamani. Ndio, tutafanya utaratibu na simu itapatikana. Tulia. Hivi vitu vinahitaji utaratibu. Huwezi ukaenda kuwatafuta kichwa hivi. Kwa hiyo Kwa unataka simu yangu iende mjumbe? Simu haitoenda. Sikuelewi, simu yangu inaenda sasa. Hamna, wewe tulia. Si ushafika kwenye uongozi? Wewe nenda tulia. Unafanya nini hapo? Mimi nimekuletea mashtaka wewe umekaa tu unaniambia tulie. Kweli mjumbe, ukikopo ni wewe kitu chako ungetulia. Hamna, sio kama nimetulia. Kuna sehemu natokea, ndio nimefika nyumbani sasa hivi na wewe unakuja. Dada, mume wangu ndo kafika sasa hivi hata hajatulia jamani. Kwani mimi nimeongea na wewe? Wewe binti wewe. Ngoja kwanza ale chakula chake kinapoa hapa. Kopa kale mimi simu yangu inaenda hivi. Serious wewe. Wewe unataka mume wangu asile aenda kufuatia huko simu. Sasa naomba unisikilize. Mume wangu hapa mimi si ndo mke wake. Mimi si ndo mke wa mjumbe. Sikia, nimekaa kwa Unisikilize mimi si ndo mke wa mjumbe. Wewe ni mke wa mjumbe, mimi naongea na mjumbe. Sasa nikiamua huyu hatoki. Nikiamua hatoki, endelea kuniletea kisauti dada, sawa? Afu vipi? Sasa mama sikiliza. Naomba ingie, hamna kuondoka ndio nimesema hauondoki. Siondoki. Sasa nisikilize. Sawa? Tayari umetoa taarifa, nishakusikiliza, nimekwambia tulia, simu yako itapatikana. Tumeelewana? Mkaangu leta chakula kwanza. Mnachanganya tu na nyie hapa. Haya, sawa. Kwanza siendi na kuleta chakula majitoko. Nani nishakwambia hiyo kazi ya ujumbe mimi siitaki. Mke wangu tulia. Mkaa tulia. Shida nini? Leta chakula nile niendelee na majukumu. Nenda kale mwenyewe huko ndani. Mbona mnapenda kunichanganya? Kwanza waanze ujumbe wewe. Vibinti tu vinakuja hapa. Ngoja niende kula. Na tunaenda hata kutafuta hiyo simu nakwambia, tuende peke yako. Yaani vibinti vinakuja tena. Vibishi. Wewe ujumbe nakwambia tunaanza mimi na wewe kuanzia leo. Wewe si mwanaume umekutana na wanaume wenzio sasa. Oe tulia kishumpa wewe. Yaani nyoto wa chumba atamsumbui nini wewe? Wewe unajikuta nani hapa? Wewe unajikuta nani? Wewe tulia mchumba. Wewe unajikuta nani? Chumba nini? Tulia. Wewe mwanangu ni nani mtaani? Wewe nani baba? Nani? Yaani wewe ni nani? Namba 22 wewe. Wewe unabidi.
Wasimama sikuwa mimi nakwambia. Wewe mko nani mtani? Tulie mchumbo. Mjumbe. Ndio. Sisi haya mambo tumeshachoka hapa mtaani. Kwa nini uhalifu unazidi kuendelea? Kwa mfano kama mimi mwenyewe, wamekuja pale wametoboa dirisha. Walivyotoboa lile dirisha wakaja wakachukua simu, tena walichukua simu kwa ndani. Unaona? Huu wizi unaoendelea hapa afu ni vijana tu hapa mtaani kwetu wanajulikana mwenyekiti. Unaona sasa mpaka nakosea kuongea nini mpaka nasema mwenyekiti. Lakini wewe mjumbe ndio na mwenyekiti, kazi yenu moja hiyo ya ulinzi na usalama katika mtaa wetu. Kwa nini tunaendelea kuibiwa na vijana wanajulikana tu mwenyekiti? Mimi nimechoka mwenyekiti. Safi. Kwa sababu ulishawatambua, tunaanza sasa, tutaanza na wewe, utatupeleka kwa hao watu, utatusaidia kwenye upelelezi, tutawakamata na hilo swala litakuwa limeisha kabisa hapa mtaani. Mjumbe, hapana. Hizo ni siasa tu. Kila siku mnasema kila kitu mnakifanyia kazi. Kitu gani mmekifanyia kazi? Mnafanya kazi tu kutusubirisha, kutupanga. Tumechoka na sisi. Vitu vinaenda kila siku. Mpaka mtu aje auliwe sasa ndio mjue kama kuna matatizo kwenye mtaa wako. Alafu na kitu kingine. Mjumbe, hebu tuambie wananchi wako kama mambo yamekushinda tuambie. Au unamuogopa kwa sababu zile ndevu alizofuga zile? Au unaogopa kwa sababu leo wausi uliokuwa nao? Mjumbe, mbona hatukuelewi? Watu wanakabwa mjumbe. Watu wanaibiwa mjumbe. Upo tu mjumbe. Sasa tunakuchagua ufanye kazi gani mjumbe? Umeshindwa kazi mjumbe? Tuambie kama umeshindwa kazi mjumbe. Hizo tufike mambo mengine ya kufanya bwana. Mambo gani ya mjumbe unatufanyia sasa? Mwisho wa siku hata ulivyo utaje kubaka kwa sababu ya ukimya wako mwenyekiti. Mjumbe. Mshirikishe na mwenyekiti mambo bwana yajue. Subiri na mimi nitoe mooni. Bwana mimi nitoe mooni. Mimi mwenyewe juzi tu hapa natoka kazi zangu hivi kwenye mambo yangu. Nafika hapo nasikia mtama. Basi wachukue hata hivyo vichenchi wakuache salama. Na pombe na zenyewe si wanachukua. Mtu ndivani basi hata unarudi tena huna stimu na pombe wamechukua mjumbe. Hii ni haki. Sasa unaona mambo yanatokea mjumbe kweli? Unaona mambo wewe unashirikia. Sema kama umekosa kipato chako huyo mkabaji sema. Ndio wewe mweusi bandevu ndio anayekutisha yale mjumbe. Sasa tulieni wananchi. Nimewasikia na nimewaelewa vizuri. Mambo mazuri hayahitaji haraka. Nishawaambia tushaweka mikakati ya kuwakamata hawa watu. Na bahati nzuri mnawafahamu ninyi wenyewe. Kwa hiyo haina shuka chini. Fanya chini kisema hivyo mwanangu. Toto mwanangu nataka kusumbua mtaa sasa. Tulieni. Mtume tulia. Kisha kwenye uongozi. Jamani tulieni. Tulia jamani. Mjumbe. Nisikilizeni basi. Nisikilizeni. Ngoja mjumbe anaongea kwanza. Wewe, nimesema tulia. Umekuwa mjumbe. Sikiza. Nimesema tulia. Mjumbe. Sawa. Aishi leo. Hii tulia. Msikilize basi. Sawa. Unajua mjumbe ongea. Sio, nimemleta mwenyewe hapa. Sawa. Hamna mtu anaweza kuleta. Mjumbe sikilize. Hakuna ile kuwepo. Sawa. Tunamfaili. Kifunga madea sumu sana. Tawachinjia sasa hivi. Yaani sasa hivi hamna mtu atakaa hapa. Hauna mtumaga nini unasema utarukia nje. Wewe. Alafu kwanza na wewe hapo mtamalizana hapa. Mjumbe sheria unajua ya mtaa hapa. Ndio. Kikubwa nimeshafikia mtu sehemu husika ameshafika. Kwa hiyo mpunguza sumu. Sawa. Mjumbe mtu wako huyo. Tusumbue sana huyo. Sawa. Tulia. Asanteni sana. Mjumbe mtu wako huyo hapa. Anatoa kila kitu. Sikize wewe hapa. Sawa. Katusumbua tu sana. Million of man. Ndio huyu aliochukua simu yangu. Sawa, nishakuelewa. Wewe tulia. Haya, leo Huyu ndiye. mimi nataka kwenda wapi? Tulia hapa kijana, tulia. Kwa nini umesumbua mtaa kijana? Una nguvu za kutosha, kwa nini usifanye kazi? Unaitwa nani kijana? Unaitwa nani? Changamka. Nani? Loki. Wewe wapi? Mgeni. Aha. Hawa wageni sasa ndio wanakuja kutusumbua. Umekuja lini hapa? Muda kidogo kama wiki mbili. Wiki mbili. Mbona hata hujatoa taarifa? Mjumbe wako wa mtaa unamjua? Ndugu wananchi, sasa huyu tutashughulika naye. Kwa sababu mshamfikisha hapa, nitadili naye. Nitamfikisha kunako takiwa.
Kijana. Alafu mjumbe. Hao ni ndo majambazi wenyewe hao. Ndio jambazi anafanya? Ndio wale washindikana kule wamekuja kuchafulia kwenye mtaa wetu. Sawa sawa, nishawaelewa. Sasa huyu kijana kwa sababu alikuja bila taarifa hapa mtaani, tunaenda kushughulika naye. Ninachotaka kuambia, vitu vyote vilivyopotea vitarudishwa kwa sababu tushamjua huyu atalileta na lile kundi lake lote alilokuwa nalo. Pombe yangu isisaulike. Wewe nyamaza kuhusu pombe. Mimi nataka chakula changu. Kwanza mimi sijala kwa sababu yako. Jamani, tulieni sasa. Nishawaelewa ndo maana kaja hapa na nimewambia vitu vyenu vyote vitapatikana. Mheshimiwa, kuhusu pombe utapata nyingine, haina shida. Hapo sawa. Haina shida hiyo. Na simu yangu. Na simu yako sawa, itapatikana usiwazi. Na cheni yangu hiyo. Nimesema nilishawaelewa, vitu vyenu vyote vitapatikana. Kama cheni yake siampe hapa. Cheni ndio hii? Ndio. Hebu toa. Unajimilikisha vitu ambavyo sio vya kwako. Poa sana wewe. Mwanangu wewe mchumba tu ndio kibao kwa sheu huko. Chini yako tandai mwanangu nayo. Yaani wewe. Safi sana kijana, njoo. Kwenye mtaa wangu nahitaji vijana kama hawa. Wataweza kudumisha ulinzi wa wananchi. Tumeelewana wananchi? Ndio. Hawa vijana walioingia mtaani bila ruhusa walinipa wasiwasi sana. Hadi nilianza kufanya mawasiliano na jeshi la zimamoto. Zimamoto? Au neno moja mjumbe. Au fire tena ya nini hapa? Sasa na mimi ndio zimamoto. Mtu yote azingua hapa. Kitamkuta kicho mkuto mwamba. Tumeelewana? Kupitia kijana Foxy, sasa naweza nikanywa maji na yakashuka vizuri. Asanteni wananchi.